Yesu asifiwe, kanisa la Mungu. Naitwa Mama Masaga, Mwalimu Bibi. Tumesimama madhabahuni kwa Mungu kumshukuru Mungu. Tumesimama mbele ya kanisa kumshukuru Mungu. Mambo ni mengi, lakini tumechagua mawili. La kwanza, tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya umri wa Mzee Masaga. Katika ile Zaburi ya 90 mstari wa 10 inazungumzwa miaka 70 mpaka 80. Mzee Masaga amefikisha miaka 70. Tunamshukuru Mungu sana, ni parefu, ni kwa rehema. Lakini la pili tulilolichagua, wapendwa wetu, tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya matendo makuu ambayo ameyafanya katika familia yetu ya Mzee Masaga. Siku ya tarehe 8 mwezi wa 3, Mzee Masaga aliamka akiwa na afya njema. Ilikuwa siku ya harusi ya vijana wetu. Alihudhuria ibada na kaenda kupiga picha kwenye hoteli moja nzuri na maharusi, na baadaye kuelekea ukumbini kwa Warioba pale kanisa Katoliki. Tuliwahi kufika pale mapema kidogo, kwa hiyo akawa yuko pale nje akisubiria kuingia ukumbini. Akapata shambulio la moyo. Shambulio la moyo hili Kiingereza wanasema heart attack, ambayo ilisababishwa na kibonge cha damu iliyoganda kwenda kuzuia iliyo ndani ya mshipa, iliyoganda ikiwa ndani ya mshipa, ikatembea ikaenda ikazuia mahala ambapo damu ilipaswa kupita kuingia kwenye moyo. Kwa hiyo huyu mzee akachoka sana akiwa pale, akawa ameshindwa. Lakini kwa rehema ya Mwenyezi Mungu tuliwahi hospitali, tukauona mkono wa Mungu. Baada ya kufika hospitali, daktari akatambua pale pale kwamba lile lilikuwa ni shambulio la moyo. Akataka kumpeleka Jakaya Kikwete kwa ajili ya matibabu, lakini tukamwona Mungu tena, kwa sababu kabla hajampeleka akaamua kuongea na Jakaya Kikwete. Daktari aliyekuwa Jakaya Kikwete, mtaalamu wa moyo, akamwambia usimlete kwanza, fanya 1 2 3 kwa ajili ya kufanya intervention kumhudumia. Hali ilikuwa ngumu sana, na huyu mzee alinyamaza, alikuwa kimya. Ilifika mahala nikawaambia watoto waondoke warudi nyumbani, kwa sababu ile hali mimi nilikuwa sielewi. Nikawaambia turudini nyumbani, huo umeshakuwa ni usiku, tutaonana alfajiri. Mzee Masaga amenyamaza. Kwa kweli ni wakati huu ambao Yesu alisema, kama alipopelekewa habari ya rafiki yake Lazaro kwenye ile Yohana 11:4, Yesu akasema ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Kanisa la Mungu, tumemwona Yesu. Baada ya masaa ya kutosha ya kuwa kimya, baada ya shughuli kubwa ya kumsaidia kurudi, Mzee Masaga akaanza kurudi polepole. Mpaka mwisho akaanza kuongea kwa mbali. Tukahamishwa, tukapelekwa JKCI kwa ajili ya wataalamu wa moyo. Akapitiliza kuwekwa wodini. Wakampeleka theater kwenda kuzibua pale palipokuwa pameziba. Alipotoka kule akawa amepata nafuu sana. Tukabakia pale kwa siku 3, baadaye tukaruhusiwa kwenda nyumbani, lakini turudi baada ya wiki. Akalazwa tena kwa sababu alikuwa anaenda tena kufanywa procedure. Walikuwa wanaingiza kifaa fulani ambacho kilikuwa kinaenda pale kwenye ule mshipa uliokuwa umebana, kiwekwe pale kipanue ule mshipa na kibakie pale kwa maisha yake yote. Kalala pale, kesho yake ndio hiyo procedure ilikuwa inafanywa. Akapelekwa tena theater. Lakini Mungu wetu ni Mungu wa huruma. Tunasimama tena na Yeremia 30:17, kwa maana alimrudishia afya,
alimponya jeraha zake. Na usoma kama ulivyoandikwa Yeremia 30:17, maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana. Baada ya kuingia kule kwenye ile procedure, walivyoenda kufanya kile kipimo tena ili sasa waingize hiyo stent, walikuta Bwana Yesu amekwisha kuupanua ule mshipa. Mimi nimekaa huku nje na sali na muomba Mungu. Baadaye anarudi anacheka kwa furaha, ananiambia hawakuweka stent, Bwana Yesu ameshaufungua ule mshipa, hiyo haja haipo tena. Kwa hiyo wana wa Mungu, kwa kweli tumeona ni vyema tuje madhabahuni. Kama familia huwa tuna tabia ya kufanya ibada nyumbani na kushukuru, lakini this time around tukasema hapana, twende tukatoe ushuhuda. Kweli tunaye Mungu ambaye anatutetea katika nyakati zote. Bwana Yesu asifiwe. Baba, karibu ongee kidogo na wewe. Bwana asifiwe. Basi na mimi naendelea kumshukuru Mungu sana kwa tendo alilolifanya. Lilikuwa tendo la ajabu sana. Labda nitoe ushuhuda tu kwamba wakati sasa maumivu kwanza ya moyo ni makali sana ambayo hayana maelezo. Wakati niko hospitali pale Shifaa, ilipofika usiku sasa nimepewa ile intervention imeshafanyika, na moyo kidogo kuanza kufanya kazi, na kidogo nikajisikia niko vizuri kidogo. Nikamkumbuka Mungu, nikamuomba Mungu, nikaomba msamaha, nisamehe. Lakini pia nikamwambia Bwana, kama unataka kunichukua mimi niko tayari, lakini mapenzi yako yatimie. Kwa hiyo mimi wakati ule nilikuwa tayari, hata kama nikuondoka nilikuwa tayari. Baada ya muda sasa nikaanza kuona hali inaendelea kuwa nzuri. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu, kwa sababu mimi kwa kweli sikuwa naomba kwa ajili ya uzima, bali nilikuwa naomba mapenzi ya Mungu yatimie. Na Mungu alikuwa na makusudi na mimi kuniweka hai mpaka sasa hivi. Lakini pia napenda kutoa shukrani sana kwa Mungu, pia kutoa shukrani kubwa sana kwa familia, kwa sababu wakati tukio hili linatokea, watoto wangu tuliokuwa nao kanisani pale kwenye ukumbi walifanya maamuzi ya haraka, wakapiga simu kwa dada yao, wakaniendesha wakanipeleka kwenye hospitali kupata huduma. Nashukuru kwa ajili ya watoto sana, kwa sababu tulikuwa nao. Bwana harusi tuliokuwa tumeenda kwenye harusi yake tunaye hapa na mke wake. Wakati anataka kutoa utambulisho na tambulisha familia ya Masaga, hakuna hata mmoja aliyekuwapo. Wote tulikuwa tumeondoka, tuko hospitali. Kwa hiyo nawashukuru watoto kwa umoja na ushirikiano ambao waliuonyesha wakati wote tulipokuwa pale hospitali mpaka wakati huo. Namshukuru sana Margaret mke wangu, kwa sababu tulikuwa naye pale, tulikuwa tunakuwa wote usiku na mchana mpaka zoezi hili lilivyoweza kukamilika. Haikuwa kitu kirahisi, kilikuwa ni kitu kigumu sana. Niliwasikia watoto wakiongea siku moja, wakasema sasa tulikuwa tunaona sasa tujiandae kuishi sasa bila baba. Kwa hiyo uone jinsi gani tatizo lilivyokuwa kubwa. Kwa hiyo shambulio la moyo niliweza kuwatumia kwenye grupu, linasababishwa na cholesterol kuwa nyingi, na damu kuwa nyingi, na linasababishwa uvutaji wa sigara, pia unywaji wa pombe na stress. Hizo ndo factors ambazo zinaweza zikafanya shambulio, na halina dalili. Nikikupata namshukuru Mungu, kwa sababu kutoka pale ukumbini mpaka hospitali hapakuwa mbali. Mimi naamini, sijui, ningekuwa natokea Segerea kuja pale hospitali, sina uhakika kama ningefika salama, kwa sababu ni kali mno. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo. Basi kwa kuzingatia kwamba
Margaret ni mwalimu wa watoto. Tunajua kwamba kuna uhitaji wa viti kwa watoto wadogo hata wakubwa. Akina mama walitoa viti, lakini naona bado vinapungua. Kuna viti 20 vinapungua na kuna viti 60 kwa ajili ya watoto wadogo. Kwa hiyo tutatoa shukrani yetu kwa ajili ya kuwasaidia watoto. Asanteni sana. Haleluya kanisa.